Ladies and gentlemen, as we head to 2027, there's a lot of questions and mtazamaji nudo kwamba 2027 the Gen Z ni watu, the youth, watu ambao wako katikati ya miaka 20 hivi hadi 30, wako na impact kubwa sana come 2027. And a matter of fact ni kwamba president mwenyewe tumeweza ni kumuona akijaribu kuweza ni kutafuta namna ya kuweza ni kukua kikusanya the youth, ili ikifika 2027 akuwe na watu ambao watamsaidia kuingia katika safari ya pili ya kuongoza nchi ya Kenya. Sasa swali kubwa ni Gen Z, ukiweza ni kupitia mitaani na ukaweza ni kuwasikiza, utasikia wengi wakisema they are not happy with the government. Reason being, kwanza ni unemployment, hakuna kazi mitaani. And you know that when the young people hawana kazi mtaani, ndio utaweza ni kuona mambo ya crime ikiweza ni kujitokezea. Hasa swali kubwa ni tumeweza ni kuona mambo ya ODM, tuliweza ni kuona wakisema kwamba they don't believe in William Ruto kuweza ni kuwa na muungano. Unataka kutengeneza na wanataka kuleta mtu ambaye atamsimamisha 2027 akuwa kiwania kiti cha urais ili aweze ni kuwa kama candidate wa ODM. Lakini tumeweza ni kuwa tukiona the mercenaries wa president, watu ambao wanampiga kula, watu ambao wanampigia debe, watu ambao wanambackup kama kawaida. Na tunajua some of these people wanatoka different regions. Tumeweza ni kuona watu ambao wanatoka Mount Kenya region, kuna watu ambao wanatoka pale Nyanza. Na tumekuwa tukiona Gen Z wakiweza ni kusema kujitokeze mtu, a young person mwenye ambaye anaweza kuwa na impact na mwenye ambaye anaweza simama urais hapo 2027. Tumeona wengi wakiweza ni kumtaja Babu Owino, lakini Babu Owino mwenyewe tuliweza ni kuona akisema kwamba yeye anataka kuwania kiti cha ugavana. Opposition kuna noma, because ukiweza ni kuangalia mtu ambaye ako na popularity, sababu kumchagua rais si mtu ambaye ameweza ni kutokea mahali popote. Lazima kuwe ni mtu ambaye anatambulikana, mtu ambaye anajulikana vizuri, ili aweze ni kuwa anafahamika na watu ndo waweze ni kumpatia kula. Ukiweza ni kuangalia upande kulingana hata na statistics ambazo zinatokea hivi, William Ruto bado anaongoza kati ya watu ambao, ingawa ni mapema, anaongoza kati ya watu ambao inasemekana they can get back to power. Tumeweza ni kuona watu ama kulingana na pia political, watu ambao wanachanganua mambo ya kisiasa wakisema Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka ni watu ambao wako pale juu, na I think Rigathi Gachagua ako ranked baada ya Kalonzo Musyoka. Pale opposition hawana msimamo, mwanzo bado hawajaweza ni kuungana. Ingawa mchezo wa kisiasa ni mgumu kuweza ni kuchambua. Pale upande wa opposition, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Rigathi Gachagua, tumeweza ni kuona watu wakisema wako na plan moja, ingawa kila mtu anasimama kivyake. I think speaking about Gen Z na mambo ya youth, they have got a very high influence kuweza ni kusimama na mtu ambaye ataweza ni kuwa kisimama hapo 2027 na aweza ni kupata kula. According to you mtazamaji wangu, unaweza ukadrop hapo katika comment section, ni nani ambaye unaona come 2027 na anaweza akakuja na akaweza ni kutake over? Is it President William Ruto? Is it Rigathi Gachagua? Is it Kalonzo Musyoka? Is it Martha Karua? Or even Fred Matiang'i? Or even anyone else? Hapo 2022 tuliweza ni kuona mchezo wa kisiasa ukipamba sana. William Ruto, hayati Raila Odinga, tuliweza ni kumuona mzee George Wajakoya. Ingawa mambo mengine ilikuwa tu ya kuweza ni kutafuta wafuasi, tuliweza ni kuona kila mtu ako na his own, kila mtu ako na mpango yake kivyake kibinafsi. Sasa mtazamaji wangu, I think ni mapema sana
because as we head to 2027 still there is a lot of time, but maybe the president mwenyewe tumeweza ni kuona akiweza ni kutokelezea na vitu kama vile the Nyota Fund, ameweza ni kutokea na mambo ya kuweza ni kukusanya the young people. Maybe this is one of the plans then anataka kuweza ni kutafuta kuweza kutafuta kula na kuweza ni kutafuta wafuasi wa the youth, because tuliweza ni kuona hii serikali ya William Ruto tangu hapo 2022 wamekuwa wakijaribu kukusanya the youth, ingawa ukisikiza vizuri ground mambo ni different. 2027 tumeweza ni kuona pale Uganda Bobi Wine, na tumeweza ni kuona watu wakiweza ni kusema kwamba uchaguzi haukuwa sawa. Tumeweza ni kuona Bobi Wine aliweza ni kwenda mafichoni. I think you have to bring a young leader mwenye anaweza come na aweza ni kusimama kupingana ama kuweza ni kuwania kiti cha urais. Tumeweza ni kuona serikali, watu wengi sana ukisikiza wanasema mambo ya health, mambo ya education. Tuliweza ni kuona rais akisema kwamba in the coming years anataka kupeleka nchi ya Kenya ikuwe kama Singapore. Lakini ukisikiza watu wanasema President William Ruto anapeleka hungry people to Singapore. Ukiweza ni kuona na ukatazama vizuri mambo ya education, tumeweza ni kuona a very high percentage of students bado hawajaweza ni kurudi shule, because education imekuwa somehow costly, life ni ngumu, and president mwenyewe tunaweza sema anajitahidi kulingana na venye tunaona, lakini bado watu wanasema it is not enough kuweza ni kumpatia the second term. Now, mambo tumeweza ni kuona mambo ya unemployment. Tumeweza ni kuona serikali yenyewe ikiweza ni kuingilia mambo ya drugs, mambo ya pombe, and I think the government yenyewe plan yenyewe iko nayo. Lakini ukisikiza watu wanasema, some of them wanasema they won't go back to cast their votes with hii ikiwa ni unknown reason, because I believe the moment mwenye ataweza ni kuchukua ama maybe the president mwenye ataweza ni take over 2027 lazima kuwe na youth wakim-back up, because ukisikiza hata the older generation wenyewe wanasema youth lazima wawe kimoja na lazima waweze ni kumsimamisha mtu mmoja ambaye ataweza ni kukam na kusimama na kumsimamisha kiongozi mmoja ambaye atakuwa katika safari pamoja na William Ruto, pamoja na Rigathi Gachagua ambaye alisema atawania kiti cha urais, pamoja na viongozi wengi ambao wanajitokeza awanie na ashinde 2027. The next president tumeweza ni kuona a very young potential leader pale ODM, na tuliweza ni kuona watu wakisema anachoma sababu ODM hakuna unity. Ida Odinga mwenyewe tuliweza ni kumuona hapo akiweza ni kusungumza na akasema they will not, hawatakuwa nyuma ya mtu ambaye ametokea kwa chama kingine, wanataka kusimamisha their own candidate. Ukiangalia legions, Mount Kenya Legion, Nyanza Legion na legions zingine zene ziko na impact, watu wanasema maisha ni ngumu, watu wanasema president arudishe good health system, aweze ni kutengeneza education ili aweze ni kupeleka nchi to Singapore, watu ambao wamesoma, watu ambao wako na hali njema ya afya. Mtazamaji wangu, unaweza kutuambia hapo katika comment section 2027 wewe mwenyewe kula yako utampatia nani, because that is a personal decision. It matters a lot in your life, because siasa baya ni maisha baya. The moment umemchagua kiongozi mbaya, maisha yako yataharibika.
Hapa Expertise 24/7 tunachanganua mambo ya kisiasa kutoka hapa Kenya, East Africa, Afrika pamoja na dunia mzima. Ni vizuri kuweza nikupata kufahamu kwamba ripoti zote ambazo tunaziweka hapa katika Expertise 24/7 ni ripoti ambazo zinaendelea mahali pengine. We just making it kuweza ni kuchanganua, kuweza ni kufahamisha wewe mtazamaji wa Expertise 24/7. Inakuchukua muda wa sekunde moja peke yake kusubscribe katika channel Expertise 24/7 ukiweza ni kupata trends, information za politics. Kuwa na wakati mwema. Mungu akulinde.